kuombea tu kwa Mungu ili muweze kuvuka vishawishi vinavyokuja na utandawazi. Inatisha, na kwa ajili ya hiyo niliona wasichana wengi hawapendi kuzaa tena watoto, kwa sababu wanasema ponda raha kufa kwaja, na eti kuzaa watoto ni kuharibu shepu yako. Kwa hiyo ni afadhali kukaa hivi, na wengi wamekaa hivi hivi, lakini tunajiuliza kesho yetu itakuwaje? Huu ni mwaka ambao kama vijana tutaanza shughuli hasa za kiuzalishaji, ambapo hasa nadhani nilishawashirikisha mara kadhaa kuhusiana na swala zima la kuwa na kiwanda cha vijana hasa cha kuchakata mvinyo au divai ambayo inatumika kwa kanisa letu. Na ukifanya tathmini utakuta kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, lakini sisi kama kanisa tunanunua mvinyo kutoka kwa watengenezaji na watu binafsi. Lakini je, tumeona kwamba tuanze na viongozi tukueleza kwa habari ya umuhimu, lakini hasa wafahamu uongozi ni nini, ili kila mmoja aweze kujua wajibu wake katika ngazi ile ya sharika na ngazi ile za majimbo, ili kwamba mipango yetu kama idara iweze kwenda kama ambavyo tumeweza. Uongozi ni maamuzi, kufanya maamuzi, na si maamuzi ya kurupuka. Hapana, maamuzi ambayo umekaa ukafikiri ukachanganua, ndipo kufanya maamuzi. Uwezo wa kufanya maamuzi. Mtu yoyote ambaye aweze kufanya maamuzi hana sifa kwa Bwana. Kanisa la Mungu tunapoelekea inawezekana ni pazuri sana, lakini sio pazuri sana kwa sababu moja. Hawa ndugu zetu tunasema Wameru na Wamasai, mle ndani kuna tabia mingi mbaya. Alafu leo hii Mkristo naenda kushiriki mimi, alafu leo Jumapili nakuja namwambia Mungu asante. Kitu ambacho naenda kushiriki pale ni dhambi. Kwa ombi letu kubwa sana, kuna utofauti kati ya mila na kanisa. Kwa mfano swala la mila pale kwenye mila, kwa nini sisi kama kanisa au vijana tusiruhusu kwamba sisi vijana wenye hofu ya Mungu kuingia katika mila, ili tuweze kubadilisha ile mila kutoka kwenye kuamini mambo ya kupasua vyungu kwenda kuamini katika kumtegemea Mungu.